Lakini pia leo nimekuja kukupa taarifa kuwa naacha kazi rasmi kwenye ofisi yako. Kwa nini Kevin? Kwa sababu nahitaji kuitafuta amani ya moyo wangu. Kweli. Ilianza kama utani hivi, stori za mapenzi hivi. Sasa naona nimekuwa chizi, bila wewe sipati usingizi. Basi ridhika moyoni, kuweke moyo. Ana, kadri siku zinavyozidi kwenda, nimegundua kuwa Mungu amenipa nafasi ya upendeleo kuwa na wewe. Na kama wataambiwa wanaume wenye bahati duniani wasimame, na mimi nitasimama. Maana kwangu imekuwa bahati kubwa sana kukupata. Unajua wewe ni mwanamke mzuri sana. Machoni pangu na kutazama wewe tu. Kwenye akili yangu na kufikiria wewe. Hata moyoni mwangu umekaa peke yako. Lakini kuna kitu kimoja natamani sana tukipe kipaumbele katika mahusiano yetu. Unajua Ana, binadamu tumeumbiwa kukosea. Na ndio maana neno msamaha likawepo. Hata Mungu anajua kama ametuumba sisi tukiwa sio wakamilifu, na ndio maana ametuwekea msamaha. Utakapofanya toba, Mungu anakusamehe. Na hata yeye mwenyewe Mungu kwenye mafundisho ya vitabu vyake ametuambia kuwa tujifunze kusamehe na tuwe wepesi kusamehe wenzetu wanapotuomba msamaha. Kwa mantiki hiyo, natamani kuwa tuyape mazungumzo kipaumbele kuliko hasira. Inapotokea mikwaruzano, tuwe na nafasi pana ya kujadiliana na kusameheana. Naomba unisamehe sana Ana. Nisamehe sana. Sasa umenikosea nini Kevin mpaka unaniomba msamaha? Mbona sio ulichonikosea lakini? Ni kweli unaweza kuwa hujaona, lakini dhambi inanitafuna moyoni mwangu. Na dunia haina siri Ana. Kuna siku moja tu utakuja kujua. Unajua Waswahili walisema pembe la ng'ombe halifichiki. Na mimi naogopa maana naona pembe limeanza kuchomoza. Kevin, unaniweka njia panda ujue. Hebu niambie shida nini? Yaani unaikumbuka ile siku ambayo nilikwambia bosi wangu amenialika kwenye party ambayo kaenda nyumbani kwake? Mimi siku ile nilienda, lakini kumbe alikuwa ameniwekea mtego. Akanibaka. Unisamehe tu wewe. Kwa bahati mbaya sasa amepata mimba. Unasemaje wewe? Na mimba. Umenisaliti Kevin. Lakini sio makosa yangu. Ni mimi nimebakwa tu mimi jamani. Kevin, umenisaliti. Ana. Nyamaza! Sio umenibaka bwana. Vipi Kevin? Mbona unapiga kelele? Nimeota ndoto mbaya sana. Ndoto gani unafanya upige kelele kiasi hicho? Nimeota nakimbizwa na wachawi. Ni Kevin. Ilianza kama utani hivi, stori za mapenzi hivi. Sasa naona nimekuwa chizi, bila wewe sipati usingizi. Basi ridhika na mimi, ridhika na mimi, ridhika na mimi. Niweke kuweke moyoni, niweke moyoni. Madam Sweet, mbona simu yako imekuwa ghafla sana? Kulikoni? James, kuna kitu kinanitatiza sana. Na najaribu kufikiria lakini sipati majibu ya maswali yangu. Bado sijakuelewa bosi wangu. Hebu nyoosha maelezo nikuelewe. Kevin alikuja hapo ofisini na kuniambia kwamba anataka kuacha kazi. Kwa nini? Na imekuwaje? Sijajua sababu ni nini, lakini amekuja na hasira sana. Sawa madam, mimi nimekuelewa. Kwani kuna kitu gani kingine ambacho wewe umekifanya? Kuna kosa lolote nililofanya. Alafu James, unajua Kevin akiondoka ofisini, mimi nitakosa muda wa kuonana naye.
bora kuwa karibu yake. Unajua jinsi gani ninavyompenda Kevin. Isitoshe ni mtu muhimu sana kwa ofisini. Sasa nakuomba kitu kimoja James. Naomba uongee na Kevin. Asiache kazi. Sawa Madam Sweet, mimi nimekuelewa. Nitaongea naye kwa kina. Naamini kila kitu kitaenda sawa. Naamini atarejea tena kazini na kuendelea na kazi. Na kuhakikishia bosi wangu furaha yako itarejea tena. Labda sio mimi James, master plan. Sawa James. Mimi sina tumaini lolote kwa sasa. Lakini nakuamini sana. Hilo limeisha bosi wangu. Ni kazi ndogo sana hiyo kwangu. Wewe mwenyewe shahidi, tumefanya mambo makubwa zaidi ya hilo swala. Basi mimi nikuache nikaendelee na majukumu yangu mengine. Kwa amani bosi. Basi sawa. Sio na watu wengine. Ilianza kama utani hivi, stori za mapenzi hivi, sasa naona nimekuwa chizi, bila wewe sipati usingizi. Basi ridhika na mimi, ridhika. Hapa katikati mambo yamekuwa mengi sana Oti. Na mimi kama mwanaume nilikaa chini na kutafakari ni namna gani nitanasuka katika huu mtego. Nimeamua kuacha kazi Oti. Na hivi ninavyoongea na wewe tayari nimeshamwambia Sweet. Sababu ni ile ile ama kuna sababu nyingine Kelvin? Na kwa nini umechukua maamuzi haraka kiasi hicho? Nimetafakari kwa kina Oti mpaka kufikia maamuzi hayo. Kiukweli hakukuwa na njia mbadala. Mimi ninachokiamini Kelvin, Mungu akikupa ukilema basi atakupa na mwendo. Kulikuwa na njia nzuri ya kuweza kuitatua hili tatizo. Na wala sio kulikimbia. Na kitu ambacho nakifanya wewe ni kukimbia tatizo. Na kiuhalisia hii si sahihi. Kwa sababu hili tatizo litakufuata kila utakapoenda. Suluhisho hili ni kulimaliza kabisa na sio kulikimbia kaka. Oti, hakuna fitna ngumu kuiepuka kama fitna ya mwanamke. Wanawake wana fitna kubwa kaka. Kadri wewe unavyozidi kukaa kusema kwamba acha nijipe muda nione mambo yatakuwaje, ndivyo na yeye anavyozidi kupanga mikakati mingine ambayo atakufanya uwe mfungwa wake daima. Sasa kabla Sweet hajafanikiwa kunifanya kuwa mfungwa wake, nimeona bora nitoroke gerezani. Hebu niambie. Sweet tayari ana nyumba yako kama inavyosemekana. Je, kuacha kwako kazi itakuwa ni mwisho kutokuonana naye? Ni bado tu ataendelea kukufuata. Kwa sababu alichokipanga yeye bado hajatimia na tayari ameshakuwa na kiumbe chako. Hebu jaribu kutuliza akili kaka. Tafakari sana kwa kina hili swala. Tafadhali, nakuomba usiache kazi. Ujue Sweet ndio alikuwa mmiliki wa ile ofisi. Na hakukuwa na njia yoyote ile ambayo mimi ningeitumia kumwepuka. Unajua unaweza kuwa wewe sio mwizi, lakini kukaa kwako na mwizi, watu wanaweza kukutafsiri na wewe ni mwizi pia. Hiyo ndio sababu imenifanya niamue kutoka pale. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja Kelvin. Ni ngumu sana kuacha kazi kama hujapata kazi. Sisi watu wa mtaani ambao tuna kazi tunayo, kuna maisha gani ambayo tunapitia mtaani. Unajua Sweet anakupenda wewe. Sasa wewe, lakini kuna vitu vingi unanufaika kupitia yeye. Mimi niko pamoja sana na wewe. Na nakusupport kabisa swala la wewe kumkataa yeye. Lakini siwezi kusupport swala la wewe kuacha kazi. Unajua maisha ya mtaani magumu sana Kelvin. Hebu jaribu kuitafakari kwanza hilo. Na usiwahi kuendeshwa na hisia kiasi hicho. Heri nusu shari kuliko shari kamili Oti. Na Waswahili wameenda mbali zaidi wakasema afadhali 50 nzima kuliko 100 mbovu. Tunakwenda kuitazama The First Love, na hii ikiwa ni episode ya 13 kupitia Movie Swahili. Nachokuomba ndugu mtazamaji wa channel yangu ni kusubscribe tu ili unapata update ya movie hii ambapo inatoka kila wiki ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Nini cha kufanya ni kusubscribe, na tunakwenda kuitazama episode ya 12 highlight nini ambacho kimetokea humo. Je, Madam Sweet ataweza kumrudisha tena Kevin kazini? Basi na kuachia kazi hiyo ya wewe tu kuitazama episode hii. Asante na nakutakia utazamaji mwema. Karibu tena kwenye chaneli yetu pendwa ya Movie in Swahili. Na leo tunaendelea na series yetu ya First Love kutoka kwa Donta TV Family, starring akiwa Kevin, Anna, Madamu Sweet, Oti na Sakina. Na hii ikiwa episode ya 13, tunalisongesha mdogo mdogo. Tunaanza na dada jambazi Madamu Sweet. Madamu Sweet bwana leo kapigwa na kitu kizito. Tena hii ni baada ya
Kevi kumtamkia kuacha kazi. Hili suala la kuacha kazi likamnyongonesha sana Madamu Switi. Hakuamini masikio yake mpaka pale Kevi ayuvotoka ofisini. Madamu Switi alikosa raha, kazi si kashindikana kufanyika ofisini. Kinyonge sana alimpigia James bila yana. James akafika chap. Madamu Switi akampa mchongo mzima ulivyokuwa. James akapagawa, lakini James alimpa moyo Madamu. Haijawahi tukafeli. Lazima Kevi arudi kazini, niamini mimi, alisema Kevi. Kevi aliomba kuondoka. Hizo plani za kumrudisha Kevi atazifanya asubuhi kesho yake. Tukirudi nyumbani kwa Kevi, leo kapitiwa na njozi kubwa. Akiota akimwelezea mkasa mzima Ana wa kubakwa na bosi wake. Lakini katika njozi hiyo alionekana Ana kumaindi kwa kusalitiwa na Kevi. Sijui itakuwaje kama akimwelezea ukweli. Kevi leo yupo na rafiki yake mpendwa Oti, wakipasoga. Kwenye maongezi yao yalichukua mkondo wa Kevi kuacha kazi. Rafiki yake hakupendezwa kwa tukio la Kevi kuacha kazi. Alishauri sana kurudi kazini, lakini Kevi aligoma. Tunamaliza na dada jambazi Madamu Switi. Kama kawaida yake, mama huyu aishiwi plani. Kachekecha kichwa chake, akaona ahanze na demu wa Kevi Ana. Chap kwa haraka akamuita bodaboda wake, akampa mchongo wa kupatafuta kwa kina Ana nyumbani. Boda akuchelewa, akamtumia location. Jimama dada jambazi haraka kwa wepesi akamtimbia Ana maskani. Je, nini kitatokea kati ya Ana na Madamu Switi? Fuatilia episodi inayofuata Jumapili hii kupitia chaneli yangu ya Movie in Swahili. Asante na kwaheri.